kama unataka bei ya maisha irudi chini, wewe punguza importation duty kwanza, ndio tujue kweli wewe unasema ukweli, unataka kusaidia wafanyakazi na wanabiashara. Jambo la pili, mimi nasikia hapa Nyamakima iko magaidi wengine wanaitwa anti-counterfeit. Hao majamaa wanakuja kwa maduka za watu wetu, wanaanza kusema ati hii kitu ni counterfeit, hii kitu ni counterfeit. Mimi nauliza serikali ya Kasongo, bidhaa itakuwaje counterfeit ilhali ilipewa certificate kutoka China na serikali yako, ikakuja hapa port ya Mombasa ikatozwa ushuru? Inafikaje kwa duka ndio inakuwa ati hiyo ni counterfeit? Tunasema bora bidhaa imepewa na imelipia ushuru kwa boda, hauna biashara ya kukuja kwa duka ya mtu kusema kwamba hiyo bidhaa ni ni counterfeit. Sisi tumesema hao majamaa wa counterfeit, anti-counterfeit, wakiendelea na hii tabia, tutafanya public arrest. Watakuwa nakuja kwa duka ya mtu, sisi wenyewe tunakamata hao, tunawafukuza, tunawashika kwa police station. Kati ya maandamano ya Gen Z, yeye alishirikiana na Sakaja kuleta goons kuharibu mali ya watu wa CBD. Mnakumbuka hapa OTC alichoma maduka za watu akidanganyishia ati ni wale watu wa kuandamana. Akasema atakompensate wale wanabiashara. Hadi leo Kasongo haujai compensate wanabiashara. Sisi tumesema on Friday tunachukua vijana wote wa Kenya, wale Gen Z ambao walipoteza maisha yao, ukadanganya utawalipa, mpaka leo haujawalipa. Tulisema kwamba wewe na Raila mulikaa chini, mukaeka mkataba, mukasema kwamba jambo la kwanza ni kucompensate Gen Z. Kasongo, baada ya kifo ya Raila